Huyu dada anaitwa Susan na hapa yuko na rafiki yake anaitwa Christabella. Alituma maombi kwenye kampuni fulani hivi. Sasa leo kaitwa kwa ajili ya interview. Rafiki yake Christabella yuko anamshauri nguo ya kuvaa, lakini pia kitu cha kwenda kufanya kule kwenye interview. Christabella akamwambia Susan, jitahidi kuelezea kwa ufupi, usiwe mwongeaji sana, watu wengi wanahitaji interview. Inabidi uwe short and clear, uzungumze vitu vya msingi tu. Bidada akamuuliza, hiyo inaweza kanisaidia Ndio, itakusaidia. Interview nyingi huwa zinafanyika hivyo. Basi pale bidada akawa amemaliza kupata usia kwa rafiki yake na akawa ameshajiandaa, yuko tayari. Akamwaga rafiki yake pale na kutoka kuelekea kwenye interview. Upande wa pili, huyu ni mzee anaitwa Mheshimiwa Dani. Yeye pia anajiandaa kwa ajili ya kuelekea kazini. Yuko anaongea na kijana wake, wanapeana mawili matatu. Mzee katoka nyumbani moja kwa moja mpaka huku barabarani, lakini gari yake ikawa inamsumbua, na ilipofika hapa ndo kabisa ikazima. Ikabidi atoke kwenye gari lake mule na kumpigia fundi wake. Akamwambia ameliacha ili gari hapa njiani, tena kaliacha milango wazi. Wewe awai aje alichukue alipeleke garage akalitengeneze, maana anashangaa tu limezima. Na akamsisitiza pale fundi awai kwa sababu ameliacha milango wazi, anawahi sana kazini. Kweli mzee baada ya kumaliza kuongea hivyo, huyo kwa kuwa gari lake lilikuwa limeharibika, ikabidi mzee aje asubiri usafiri wa umma hapa, wanaita public transport. Kweli kidaladala iki hapa kikasogea mpaka kwa mzee hapa. Mzee akapanda. Baada ya kupanda akaja akakaa karibu na huyu Susan. Sasa mzee baada ya kukaa hapa karibu ya Susan, we mzee, kwani lazima uje ukae hapa na haya mafuta uliopaka? Mungu wangu, yani ananuka. Wazee wengine, kwani ukoona siti zingine? Susan akaanza kumchamba huyo mzee. Kumbuka Susan anaelekea kwenye interview. Tafadhali we binti, usiniongelee maneno hayo mimi. Hata kama kwani ukoona siti nyingine ukakae, lazima uje ukae kwangu hapa. Lakini we dada, huyu baba si anaweza kaa kama babako? Kwani unamwongelea maneno kama hayo? Yani mabinti wengine sijui wakoje bwana. Abiria wengine mule ndani wakaanza kumkingia kifua huyu baba, maana Susan sasa anamdhalilisha. Lakini Susan wala hata kujali. Ndio kwanza kabisa akaanza kumwambia dereva, mimi nataka nihame siti nikae hapo mbele. Sasa pale mbele bado pia palikuwa na mtu mwingine amekaa, lakini Susan akaa yuko tayari kulipa mara 2 nauli ili mradi asikae karibu na huyu mzee. Dereva naye kama akili zinataka kuendana na Susan hivi, kweli akalisimamisha gari pale akamlipa pesa yake. Huyu dada kweli hapa mbele akatoka na Susan akaja akakaa hapa mbele. Abiria mle ndani wakaanza kulalamika tu juu ya kitendo alichokifanya dereva pamoja na Susan. Dereva akawaambia, maneno yenu mkirudi nyumbani mkawaambie baba zenu, mimi sijali wala nini. Hao wengine akaanza kulalamika tu ni kwa sababu wamepanda ile gari. Baada ya kushuka, Susan akawa anamuona mzee mbona kama anamfuata tu mpaka huku. We baba, mbona unanifuata? Nimekwambia nakufuata. Unafikiri sijui type zako? We ni mmoja ya wale wazee ambao wanapenda mabinti wadogo. Jiheshimu we binti. Hebu jaribu kuwa basi na haya we baba. Baada ya kunifanyia ulichonifanyia kule kwenye basi, hukutosheka. Umeamua nifuate hadi huku. Binti, mimi sikufuati wewe. Okay sawa. Mimi sitaki kabisa kuendelea na huo upuzi wako hapa. Na vitu vya msingi sana vya kufanya sasa hivi. Bidada Susan anadhani huyu mzee anamfuata yeye bana. Wakati yuko kwenye foleni pala anasubiri watu wengine wafanywe interview afu na yeye afate, bibi Susan akampigia rafiki yake tena Christabella pale. Akaanza kumpa umbea kilichotokea kwenye basi mpaka anafika hapa. Eti amekutana na mzee mmoja hivi akawa anamtongoza. Yani maneno mengi kinoma. Bidada Christabella pale akawa anamwambia kwamba asijali, ndo changamoto za usichana. Zaidi ya focus sasa hivi kwenye interview yake na akumbuke kila kitu alichomwambia. Mtu na shoga yake pale wakamaliza kuwasiliana. Upande wa pili huku Mheshimiwa Dani yuko na kijana wake huyu hapa. Kijana anampa taarifa baba yake na kumwambia kwamba ameshafanyia interview watu 5 mpaka sasa. Mzee akawa anampongeza tu pale kijana wake yuko faster sana. Punde kidogo zamu ya bibi Susan ikawa imefika. Bibi uso ukamshuka pale akaanza kusalimia mara 2 hivi kama mwehu. Baada ya kumaliza kusalimia, kijana akamwomba CV yake. Bidada akatoa CV zake pale. Kijana akaanza kuzipitia kama kawaida. Wakati kijana anapitia CV ya Susan hapa, Mheshimiwa Dani akamuuliza kijana wake kwamba yeyote atakayeajiriwa hapa sasa hivi watakuwa wanamlipa shingapi? Tutakuwa tunamlipa naira milioni 3 baba. Oh, milioni 3. Huo ni mshahara mzuri sana. Wakati Susan anasikiliza maongezi hapa ya mtu na babake. Ndio baba, huo ni mshahara mzuri sana, lakini kuna nafasi pia ya kumuongezea mshahara mfanyakazi yote atakuwa anafanya vizuri. Na wewe mfanyakazi anatakiwa awe na sifa gani? Baba, tunataka mtu ambaye ana uwezo wa kuzungumza vizuri na wateja. Awe mkarimu, mpole, mstaarabu. Na awe na kauli nzuri. Basi sawa. Wakati Susan akawa anakumbuka alichokifanya kwa huyu mzee wakati wako njiani wanakuja huku. Kijana akawa amemaliza kupitia ile CV ya Susan. Susan, kwa nini unadhani wewe ni muhimu kupewa hii kazi kuliko watu wengine wote waliofika hapa? Ni muhimu kwa mimi kupewa kwa sababu mimi nitakuwa mkarimu, mstaarabu na nitaweza kuzungumza vizuri na wateja wetu. Lakini pia hii kazi mimi nimesomea na ndio profession yangu. Basi sawa. Nimevutiwa sana na vyeti vyako. Baada ya pale Susan akatoka, mzee akaanza kumpongeza tu kijana wake pale, amesimamia vizuri swala la interview. Baada ya muda fulani hivi kupita, Susan
akaonekana ni mtu mwenye furaha sana, na akampigia rafiki yake pale Christabel kumpa taarifa kwamba hatimaye amepata kazi bana. Amehangaika kwa muda mrefu na hatimaye Mungu amesikia maombi yake na sasa ni rasmi, ni mwajiriwa. Bidada Christabel huko akawa na furahi na yeye juu ya taarifa za rafiki yake. Usijali Christabel, niko njiani nakuja, so muda mrefu nitafika nyumbani. Baada ya kutoka pale, Susan ikabidi amfuate huyu mzee huku. Safari anaongea kwa adabu vibaya mno na akaanza kuomba msamaha kwa nguvu vibaya mno, lakini Susan akataka kujua kwa nini huyu mzee hajamwambia kijana wake kila alichomfanyia kule barabarani. Nisikilize binti, hii dunia ni ndogo, hivyo jitahidi kuongea na watu vizuri, kwa sababu huwezi kujua uliyekutana naye ni nani na atakufaa wakati gani na lini. Baba, na kuahidi kuanzia sasa hivi sitaweza kumdharau mtu yeyote nisiyemjua, nitamheshimu na kuongea vizuri na kila mtu. Basi sawa, wewe nenda kaendelea na majukumu yako mengine. Baada ya mzee kumaliza kuongea hivyo, huyo akaondoka zake. Susan naye akawa amerudi. Bana, mpaka kufika hapo sisi hatuna la ziada. Mimi ni Pazo Dice, hii ni Voka TV. Tuambie ulichojifunza kupitia movie hapo kwenye comment section. Mpaka wakati mwingine, bye bye.